Okay. Mimi mwanangu naitwa Hosea Chengula. Unaitwa nani? Hello, mimi naitwa Dickson Mkini almaarufu KO Master. KO Master. Of course iko hiyo. Waga watu bora raundi ngapi? Hello mwanangu, ukizidi raundi 3 unaweza kunipiga mimi. Ila mwisho raundi 2. Raundi 2 imeisha hiyo. Kazi imeisha. Mwanangu hapo majina yako? Kwa jina maarufu naitwa Fundi Mabeja, jina langu kamili naitwa Godfrey Ernest. Yeah, Mabeja mwenyewe. Oya hapa mwanangu. Steven Hamisi Mwanakwingwa. Mwanakwingwa. Hauna jina maarufu mwanangu? Chichi boy. Chichi boy, oya. Naitwa Mohamed Hussein Lubiki almaarufu Chondema. Mr. Yangi. Sasa tunaanzia hapa kulia kwangu mwanangu. Mara ya mwisho kufanya mapenzi ilikuwa lini? Mara ya mwisho mimi ni jana. Jana. Ulitumia kondom? Kondom sikutumia, ila nilikuwa nafanya na mke wangu. Bana. Mwanangu hapo mara ya mwisho lini? Jana. Mara ya mwisho kufanya mapenzi ilikuwa jana. Kondom? Kondomu hapana, nimeoa. Huku mwanangu. Hello, mimi kama na mwezi na nusu hivi kutokana na harakati zangu za uchampioni. Kama na mwezi na nusu hivi sijakutana na mwanamke, lakini kiafya yangu zaidi, kwa sababu kabla ya kuingia kwenye ringi lazima upime. Kutumia kondom ni sheria, kujali afya zaidi. Wewe unatumia kondom? Sana. Sio kitu yangu Mabeja. Mara mwisho mwezi ulioisha. Mwezi uliopita. Kondom? Kondom waga situmii. Sababu? Mimi na mke wangu najiamini, na muamini mke wangu naye ananiamini, kwa tuwezi kutumia kitu kama hicho. Kwa hapa nikiangalia kwa haraka mimi na KO Master peke yetu ndo hatujaoa. Nyie ndugu zangu wengine wote mmeoa. Ni muhimu kwa vijana kama sisi, kondom ni muhimu. Alikadhalika sisi ni vijana tunatembea, mara wengine wameenda kwenye muziki huko, mara umeokota huko, mara kwenye vikundi umeokota huko, vijana wenzangu. So mimi na mke wangu. Hata tuje tuishi hapa. Ni sheria. Tunajua kwamba unaweza kawa na mke lakini kuna siku ukajaribu kuonja dodo la nje. Unatumia kondom kutoka nje? Kondom muhimu, sababu kutokana na mke wako mlivyokaa na mnapendana vipi. Uwezi kumpelekea tu magonjwa. Hata mwanamke mwenyewe naye utabidi umshauri kwamba kutoka atoke tu. Ila kwamba kondom muhimu, mume wako ndani usije ukamgea magonjwa. Kwa hiyo mwanangu mke wako unamruhusu atoke, ila tu atumie kondom. Mwanamke utamzuia? Uwezi kumzuia. Hauwezi kumzuia. KO Master, wewe hujaoa mwanangu. Mara zote unatumia kondom kwa sababu ni champion ya mambo ya michezo au ni kitu ambacho wewe umekichagua tu? Hello, ina mata kote. Kitu cha kwanza ni uchampioni. Kitu cha pili pia nimechagua kutokana hamna mwanamke bora bila mimi kuwa bora. Yaani mimi lazima niwe bora ndio nipate mwanamke bora. Kwa kutokana na harakati zangu sijafanikiwa bado kumuona mwanamke bora. Kwa hiyo ili kujikinga na vitu kama hivyo, unajua maradhi mengi sasa tunakufa vijana, wazee hizo wanabaki. Kwa lazima tujikinge kwa muda huu. Nitakapopata mwanamke wa kumuona bora naweza nikapema naye, nikatulia naye zaidi. Ndaacha, ila kwa sasa hizi najikinga kwanza mwenyewe niwe bora. Sasa ndugu yangu bwana Chichi Boy kasemaje? Yeye anamruhusu mke wake atoke nje ila tu atumie kondom. Wewe je? Yaani mimi kama mimi siwezi kumruhusu mke wangu, ila mimi kama mimi na uwezo wa kutoka kwenda kwa mchepuko. Ila tukishaenda kwa mchepuko kondom lazima. Kwa hiyo mke wako umruhusu ila wewe fresh? Mimi simruhusu, lakini mimi mwenyewe fresh natoka kwa mchepuko. Yeye kama anafanya yeye afanye yeye, mimi nisijue. Hata wote tunatumia kondom hapa. Ni jambo zuri. Mabeja wewe unatokaga nje ya ndoa? Kutoka Umesema? Huyo kutoka anatoka kwa sababu mimi ni rafiki yangu mkubwa, tunajuana. Yeye ana mke, mimi na mke, wewe ana mke, lakini sisi hapa wote kudanga tunadanga vizuri. Chichi Boy sema yeye adangi eti. Kumbe wote mnadanga. Hamna wana watoto wazinguaji. Asimsemee mtu, sawa. Hiyo kama yako yeye haikuniona, hajawahi kuniona. Yeye asisemee mtu. Mimi kama mimi najiamini. Sawa. Na kutokana na jinyi vijana wenzetu mnajitokeza tamasha kama hivyo. Kuna kitu fulani mnatufunza sisi vijana. Mfano kwa sasa hivi mpaka mafika stage kama unanioji vitu na ujoni mambo kama hayo. Hata kama nikichepuka nitajitahidi kutumia hiyo kitu. Nitajitahidi. Sasa hapa tunatumia kondom, wote tumesema ni jambo zuri. Tunavaka kondom ngapi kwenye round moja ile? Unatumia kondom ngapi? Kwa mimi kama mimi kondom mimi napendeleaga sana kuvaa 2. Kwa sababu kondom zina mtindo wa kupasuka kwanza.
Kwa hiyo kondomu zile zina mtindo wa kupasuka. Kwa hiyo mimi kama mimi navaga hizi mbili kwa sababu kuna wanaume wengine siwezi kumsemea mwenzangu, wengine wanapenda kuunganisha. Kwa hiyo wanapounganisha, wanapokuwa na utampa wasikia wanaunganisha, ukitumia moja inaweza ikachanika, ule msuguano unaweza kuchanika bado magonjwa unapata. Kwa hiyo alikadhalika mbili na kuendelea. Wewe unavaga mbili? Mimi mbili. Mwanangu hapo unavaga ngapi? Moja tu. Kwa nini moja? Mimi kwa sababu sipigegi viwili. Mimi hichi kimoja tunapiga. Cha mkwezi. Mimi ni limo. Yaani nje ya mchepuko sipigegi mbili. Ila kwa mkeo? Mkeo napiga hata 4 3. Na hiyo inakuwa kavu. Kavu, lakini mchepuko kimoja tu. Sasa champion, unavaga kondom ngapi? Mimi kondom navaa moja. Na inategemeana na tendo kwa sababu ukisoma maelezo ya kondom inadai kwamba baada ya tendo ile kondom unaivua, kama utaendelea maanake unaruhusiwa kuvaa kondom nyingine na kuendelea. Kwa hiyo inategemeana, ila mwanzo wa tendo kondom ni moja babu. Okay. Hivyo. Sasa Chichiboy kasema kuna wale jamaa waga wanaunganisha. Kwa sababu unajua kuunganisha ile moto wake unakuwa sio poa, ukivaa mbili inakuwa rahisi, yani inakuwa salama zaidi. Wewe unasemaje? Ni hali ya kujilinda zaidi, ni nzuri hiyo. Ni hali ya kujilinda zaidi, ila watu tunatofautiana. Kuna mtu anatumia kondomu ya kwanza anavua anavaa nyingine anaendelea, na kuna yule mtu ambaye yeye hilo hawezi, maana yake anachokitajia kama hivyo ni kuunganisha. Kwa hiyo kuvaa kondomu mbili ni kujikinga zaidi kwa afya yake. Mimi nampongeza mtu kama huyo. Unampongeza mtu kama huyo? Ni sahihi. Wataalamu wanakataa, wanasema vaa moja. Ni kweli wataalamu wanakataa, kiafya zaidi nayo sio nzuri kuunganisha, kutumia kondomu kuunganisha sio nzuri. Sawa. Sasa kuna jambo moja, wote tunajua kondomu zina mafuta bana, zina klainishi pale yenyewe imekujaga nayo. Imesha kutokea wakati unatumia kondomu, alafu mafuta yale yakawa yamekauka au yakawa hayatoshi. Yaani kwamba kondomu hizo ukiwa umevaa mbili kama nilivyosema au hilo moja. Hata kama umevaa mbili au kama umevaa moja, yale mafuta yale yakawa yamekauka au yakawa hayatoshi. Kuna watu wengine kabla ya mafuta ya kondomu kwanza picha linaanza, kuna mafuta wenyewe wanapaka. Yapo mafuta. Na sijui kama na mfuko unashangaa tembeaga nayo mafuta. Nasikia bwana wanatembeaga na mafuta ya kupaka kwenye kondomu. Hamna, situmiagi, yani sipendelei kutembelea na mafuta hapa kwa sababu kiwakilishi cha kutembea na mafuta unakuwa kama wewe ni mzinzi. Sasa ile ikitokea muda wa tendo inategemeana, kila mtu anatumia vitu anavyoviweza, wengine mate, wengine mafuta, ni sahihi kwa muda huo. Ila sasa hapo tu umetaja hapo kuna mate, kuna mafuta pia. Kwa hiyo ina maana ukikutana na mtu mkavu au kondomu haitoshi, wewe unatumiaga nini kuongeza? Ni mate sana, mafuta sijawahi. Mwanangu unatumiaga nini wewe? Mate au mafuta? Ni mate kwa sababu mate ni kuna ile haraka, labda mtu kwa kusumbua afu umeshamweka kwenye timing lazima kwa hiyo mate chapu kwa haraka timing, ila kama umeshamwandaa nini unapaka mafuta, huwezi kuweka mate. Sasa mafuta yenyewe mafuta gani? Mafuta unapaka hata mgando. Hata mgando. Mafuta hata mgando, ila isipokuwa ile mafuta ukiona umepaka mengi sana unakuwa unamwasili na mwanamke, naye ikija kukauka unamsugua kama umemsugua kisawa sawa. Lile kondomu kama lipasuka au aidha kama hivi maana unakuwa mnasuguana bado unapata tu ugonjwa. Wewe mwanangu unatumia gani sasa? Jamaa hapa akasema yeye mate huku mate, wewe unatumia gani? Mimi pia naye ni mate hivyo. Kwa nini mate? Mate kwa sababu hatuangiki kuyatafuta. Tunakuwa nayo kwa muda huo. Wewe uwezo kutoka hapa na kutafuta mafuta wakati mate unayo. Chapu kwa haraka. Lakini